Kaka, hebu subiri nakupigia, maana ndo ameamka. Nakupigia. Naomba nisaidie maji. Okay, sawa. Asante. Okay. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Lemi. Samani, wewe ni nani? Na hapa ni wapi? Na nimefikaje hapa? Kwanza pole sana Lemi. Mimi kwa majina unaweza kuniita Mr. Madevu. Ndio jina langu maarufu sana hapa mtaani. Wewe uliletwa jana usiku hapa na jamaa wangu fulani hivi, ambaye ni mtu wa mitishamba na amekuhudumia na dawa zake mpaka sasa uko kwenye hali hiyo. Lakini kiukweli dadangu, kulikuwa uko hoi sana mpaka mimi nikahisi umekufa. Asante sana kaka yangu. Rafiki yako pia barikiwe sana. Sawa, hakuna shida. Basi mimi naomba nikuandalie chochote kitu. Maana tangu jana hujao. Nakuja. Lazima nijue baba Karobo anakaa wapi, na lazima nitambue mali amepata wapi. Na kama kweli ana mali, basi hawezi kuwa na mwanamke mwingine isipokuwa mimi mama Karobo. Baba Karobo ni wangu na ataendelea kuwa wangu. Alafu hata mwanzo nilimpata alikuwa na mali. Baba Karobo ni mwepesi sana. Samani, sikuwa nimeangalia. Lione kwanza kilivyokaukiana kama kuni vile, kwamba ukuniona au? Samani sana dada Sonia. Usijali, ni ajali ya bahati mbaya tu. Lakini ulikuwa wapi? Maana tangu asubuhi sijakuona na muda huu ndo nakutana nawe. Nilikuwa tu mtaani huko. Najaribu kutafuta kazi. Si unajua siwezi kukutegemea kwa kila kitu siku zote. Usijali kuhusu hilo Sonia. Acha tu mimi nitakutafutia, sawa? Alafu Sonia wabili ukumbuke kwamba wewe ni bado mgeni sana hapa mjini. Utakuja kupotea bure. Ona, ili nalo lilivyo kama jinga. Kwa hiyo, unaamini kabisa kwamba mimi ni mtu wa kijijini. Mgeni ni wewe na mizimu ya babu yako. Nasir, Mabesi. Unajua bwana, haya maisha kila mtu anakuwa na mipango yake ya maisha. Na kila mtu anakuwa na imani yake katika haya maisha.
lakini mwisho kabisa matokeo kuja baada ya Mwenyezi Mungu kupitisha jambo lake. Kwa nini unasema hivyo Fashion? Sitaki kuwa mwongo Nasir. Nimekuahidi kuwa nitakuwa mkweli na nitakuwa muwazi juu yako wewe. Na hicho ndicho kitu ambacho nafanya kwako. Kusema ukweli, mwanzo nilipokuwa na mahusiano na Kizibo, nilikuwa na plani nyingi sana za kufanya. Lakini cha ajabu zilishia njiani. Kwa sababu Kizibo hakuwa mwanamke sahihi katika maisha yangu. Kwa hiyo unataka kuniambia kuwa mipango yako ambayo ulipanga juu ya Kizibo Mungu aliyepitisha, si ndio? Ya, utakuwa umenielewa. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu anakuonyesha thamani ya kitu kabla hata hajakuletea kitu chenyewe. Yo maniga. Kama kaa. Shwari, hebu njoo mara moja bwana. Lufa. Nini shida kaka? Mbona msobe kiasi hiki? Hivi mwanangu, unajua unachokifanya? Kwa hiyo kuachana Kizibo tu imekuwa sababu ya kumchukua Nasu, sio? Kwani mara ngapi mwanangu nishakwambia kuhusu dem? Mara ngapi nakwambia kiasi gani nampenda yule? Unajua unachekesha sana. Kwa hiyo hizo hasira zote kwa sababu ya mwanamke, si ndio? Kwanza kabisa mwanamke ambaye unampenda na unahitaji kutengeneza naye maisha, hauwezi kumuita demu. Mwanamke ambaye unampenda ni lazima muonee huruma Rufa. Na isitoshe, najua kuwa una mahusiano na Kizibo. Wewe unaweza kuniambia ni kwa nini mimi nimekaa kimya? Kwa sababu nilishajua kabisa Kizibo sio fungu langu. Na huyu unayemwona ndio fungu langu mimi. Ila kwa sasa nitamlinda Nasira kivivyote vile. Kaza mwanangu. Inabidi ubaki njia kuu. Au sio? Wewe unajikuta nani kwani mwanangu? Mwamba sio? Kwa hiyo unatembea na taarifa za watu afu unasema usemi, sio? Fresh. Lakini kumbuka kuna siku nishakwambia hii dunia inazunguka mwanetu. Wewe si namba au sio? Tatuambia namba ngapi next time? Ameniunga. Amekuunga? Jibi 30. Hebu tuone. Kumbe huyu jamani mkweli. Ndiyo. Wanamuita Chris Bando, Bei Kitonga. Wewe kama una namba ya Halotel, hebu mcheki huyu jamaa akupe hivi vifurushi unavyoviona hapa. Kwa 13,000 unapata kifurushi cha miezi 8. Kweli? Ujanja ni kuwai. Hebu mtafute katika namba hizi hapa. 07 66 58 65 27 au 06 15 75 43 03. Bane, kumbuka kitu kimoja. Unatuma pesa ndipo anapokuunga. Sisi tumemwamini. Wewe je? Mtafute Chris Bando, Bei Kitonga.
umerudi? Sijasikia hata sauti ya geti jamani. Wala lilikuwa lijafungwa. Ndio maana kunisikia nikiwa nikifungua. Vipi lakini? Umeshindaje wewe? Niko salama, sijui uko utokako. Zako sio mzuri kabisa. Kwa sababu sijafanya kazi kwa amani hata kidogo. Mama Rema ananipigia simu kila dakika. Hata hivyo, yaani najikuta nina wasiwasi kabisa juu ya Lemi. Na sijui kwa nini hili linatokea kila wakati. Lakini kwa nini wakusumbua hivi? Ikiwa ulimrudisha binti yao akiwa salama salmini. Kwa sasa huwezi kunielewa kabisa Caroline. Ndio nataka unieleweshe Lasa. Mbona kama bado na mapenzi ya dhati sana na huyo msichana? Mbona kama hutaki kumtoa kwenye moyo wako? Wewe. Mbona kama umepaniki sana? Ngoja nikwambie kitu Karo. Kuachana na mtu sio vita. Alafu mama yake ameonyesha kuwa mimi ndio mtu pekee ambaye naweza kumsaidia. Naye mwenyewe pia anajua siwezi kuacha kuwasaidia eti kisa nimechana na mtoto wao. Ni wazi hujamove on Lasa. Mbona kama huna kabisa hisia na mimi? Carolina, ina maana umesahau kabisa kuwa wewe ndio umeniambia huwezi kuwa na mimi kabisa. Na wewe ndio umesema mwenyewe tena kwa kinywa chako mimi na wewe tubaki kuwa marafiki. Na hii ni wazi kuwa umeacha kunipenda kitambo. Eti tu kwa kusikiza uongo wa Kizito. Hisia zangu hazijai kuisha kwako Lasa. Ni vile tu nashindana na moyo wangu. Lakini nakupenda mno. Carolina, sasa huu ni wakati wa kukamilisha story ambayo imesimama katika miaka mingi iliyopita nyuma. Soda. Abe? TV ya kina Karobo ni kubwa kuzidi hata ile ya kwetu. Ni kweli. Na yeye ndo maana anaangalia katuni kwao. Lakini hii TV amenunua mama yake mdogo ambaye ni mdori. Kumbe. Lakini Soda sijawahi hata siku moja kumsikia Karobo akimuita mdori mama mdogo. Mimi nitaendelea kumkumbusha Karobo amheshimu mdoli. Maana ndiye mamake kwa sasa. Kwa hiyo Karobo anapomuita mdoli mama, mdoli huwa anajisikia vizuri. Ndiyo maana nitahakikisha Karobo anamuita mdoli mama. Mbona umetuzimia TV na tunaangalia katuni? Nataka kuzungumza na Kisoda kidogo. Nenda chumbani ukacheze na Karobo. Sawa? Sawa.
Kisoda, nimesikia kila kitu mlivyokuwa mnaongea na Joan. Sasa ninatamani sana Karobo aniite mama kabla sijamzalia babake. Maana hii itanifanya nimjali Karobo kama binti yangu wa kumzaa. Hata kama ikitokea mbeleni labda nikapata mtoto na babake, nataka pia huyo mtoto nitakayempata aweze kumuita Karobo dada. Kwa sababu sitaki kabisa matabaka ya watoto kwenye familia yangu. Usijali Mdoli, moyo wako uko safi. Na sio safi tu, safi na salama. Hili swala lako nalifanyia kazi. Naomba niamini Mdoli. Na kuamini Kisoda. Mbona kama nimeakanyaga hivi? Lufa simuelewi kabisa. Simu nikimpigia hapokei, na akipokea ananiambia atanipigia. Anipigie. Nimekuwaje na kizazi cha house girl mimi? Nimewezaje kumbebea Lufa mimba mapema kiasi hichi? Ili jua linaniwakia mpaka moyoni. Hapa. Salama. Nikusaidie nini? Namuulizia Bakalobo. Sijui nimemkuta. Yaani nyumba sasa mimi nimeshaichoka. Yaani tangu nifike hapa ni wageni wa kike tu ndo mnakuja kumuulizia baba Karobo. Sijaona hata mwanaume akija kumuulizia baba Karobo. Haya, na wewe ni nani? Na nikuweke kwenye listi gani? Binti, nimekuja kumuulizia Bakalobo. Na sio kuja kuuliza maswali. Kumbe nenda kaite mizimu ya mababu zako pamoja na mabibi zako huko kijijini. Ndo atakuja kukuambia mahali alipo baba Karobo. Mabinti wengine kama vichaa Kwanza na furaha nitaimba na kucheza, washa mishumaa, weka keki juu ya meza, oh ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo nilichobarikiwa, akinyama mkwete, kaja na dumu la maji, asija akatumwagia, nakapicha kako nitakaposti, dindindi, watakupenda itawakosti, leo siku yako nishajipoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Haya sasa jamani, mabibi na mabwana, MC wenu niko hapa leo, nasimama kama MC kwenye hii party ya Karobo. Tuko pamoja jamani. Tuko pamoja.
Basi ule muda wa kukata keki yetu imewadia, keki ya Princess Karobo. Pigeni makofi tafadhali. Haikuwa rahisi na sikuwa sawa tangu pale ulipopotea. Nilikuwa na kesha kutwa nikiwaza, sijui lini utarejea. Maumivu, majuto yalinitawala, najua mimi ndo nilokosea. Penda bila kukutuma binti yangu, yale yote singetokea. Ila nashukuru uko salama, furaha yangu kukuona mzima. Nilikumisi sana na sikuchoka kukutaja kwa kinywa. Asante na Maulana, bila ya wewe hakuna uzima. Mdoli, asante sana kwa kutupambania kwa kina. Furaha yangu imerejea, niliyokuwa nangojea. Na kama kusoma shule utarejea. Baba yako nimepona na ninatembea. Nakupenda binti yangu, binti yangu, binti yangu, binti yangu.